AMT Space. Ni wakati wa michezo, ni wakati wa Al Hajar viwanjani. Kuanzia saa 10:30 jioni, jiunge nasi kwa uhondo wa uchanjao wa spoti wa kiwango cha juu. Siraga Kenya done today and he is going to round it off. No, he took it. Soka Using Bukayo Saka across the face of goal, and Trossard off the bench turns it in at the far post. And Arsenal have their equaliser early on in this second half. riadha, Can the Jamaican do it? Oh, it's so close. Kashane Thompson thinks he has done it by a whisker. masumbwi na habari motomoto za michezo kutoka kote duniani. Ukiwa nami kapteni wako Abdurrahman Thoya, Al Hajar viwanjani iko hapa. Usikose. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji, hujambo mahali popote ulipo. Kama kawa kama dawa, basi kile Ijumaa huwa tunifanya kuwa kubwa tena zaidi kwenye kipindi cha kupendwa cha Al Hajar viwanjani, lakini leo hii itakuwa ni zaidi ya kubwa zaidi. Manake tumeweza kupiga mbizi hapa Mombasani, tukaweza kuangalia huku na huku, tukaona yule anayefanya vizuri zaidi hasa kwenye ile ligi ya NSL National Super League si mwingine bali ni Mombasa United. Hatujaweza kutaka tu kuweza kumleta captain ama mchezaji, tukisha kwamba tunamleta rais mwenyewe ili aweze kuzungumzia mustakabali wa Mombasa United na ile safari ya kuanzia from the scratch mpaka kuelekea pale katika ligi kuu ya hapa nchini Kenya. Mpenzi mtazamaji, basi siku ya leo itakuwa ni tamu na itakuwa ni nzuri tena zaidi, manake bila shaka ni mambo mengi ambayo kwamba tunaweza kuyafahamu kutoka kwenye ile timu ya Mombasa United. Tuweze kujua je, siri ni gani, manake tumeweza kuona kuna ile consistency ya aina yake. Najua kuna wale mashabiki ambao wameweza kungojea sana na siku zote wanasema kwamba ngoja umiza matumbo, lakini pia usahau ambaye nimeweza kumwalika leo si rais tu wa Mombasa United peke yake, bali ni mheshimiwa huyu kutoka pale Old Town, ukitaka wasema mji wa kale. Ni kiongozi shupavu, kiongozi ambaye anapiga mwingi zaidi, manake ni mwakilishi wadi. Kabla nisonge mbele zaidi, labda nimkaribishe tu tuweze kupata mbili tatu kutoka upande wake. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanzo kabisa shukran sana kwa kunialika show hii yenu ya leo, na alhamdulillah niko hapa leo kuzungumzia masala ya Mombasa United ili tuangalie ni vipi timu ilianza wapi, imeelekea wapi na mustakabali wa timu. Ndio. Karibu sana, manake najua watazamaji wetu hasa kwenye kipindi hiki walitisha sana, wakataka sana tuweze kuleta uongozi wa Mombasa United, manake ndio timu ya kipekee yake ambao imeweza kutuonyesha tofauti kubwa sana. Labda tu tukianza tu moja kwa moja tuanze fresh kama vile jina lako linavyosema. Mombasa United sasa hivi mnaongoza ligi. Wewe kama rais wa ile timu, hisia zako kutokana na jambo hilo la kuwa mko pale kileleni ni zipi? Kusema ukweli ni hisia ambayo naweza kusema ni kwamba imetutia furaha sana sote. Si mimi peke yangu kama kiongozi wa rais ama kiongozi wa timu, bali ni timu ambayo inafuatiliwa sana na mafans na vijana wadogo wote na mashabiki wengi sana huko Mombasa. Kukuwa number 1 si rahisi. Na tumekuwa tukishikilia uongozi I think kwa muda wa sasa hivi takriban miezi moja, na siku zote kukiwa kule juu kidogo unapata a lot of pressure na kila mmoja kuangalia wewe. Huwa ni rahisi ukiwa kule chini ukiangalia tazama mbele, lakini ukiwa kule juu kileleni peke yako huwa ni changamoto sana, na changamoto kubwa ni kuhakikisha kwamba umesustain ile performance, umehakikisha kwamba team inashikilia uongozi hadi mwisho, na naweza kusema kwamba tunaona tunaelekea wapi. Finish line iko karibu sana. Ligi hii itakamilika mnamo June tarehe 13, naweza kusema hivyo, na kufikia sasa hivi naweza kusema ni miezi 2.5. Sasa ni kipindi kirefu, tumebakisha game 11. Ukiondoa kesho tutakuwa tumebakisha game 10. 5 za nyumbani na 5 za away. Sasa na kwa sasa hivi tumeshikilia uongozi na pointi 3. Ndio. It's a very narrow lead, lakini tunasema kwamba hatukai sana na timu yetu imejiandaa. Na kwa mashabiki ni kwamba katika ukiangalia form yetu ya nyumbani tumekuwa tukishinda game zote za nyumbani. So tumekuwa na 100% form. Hiyo ndio imechangia sana sisi kuwepo nambari hiyo. So naweza kusema kwamba hii ni dalili nzuri kwa wana Mombasa na kwa watu wa Coast kwa jumla ya kwamba next season huenda. Na nasema hivi nikiwa na confidence, next season team ya Mombasa United itashiriki katika
Kenya Premier League. Tukisalia papo hapo, tumeweza kuona kwamba Mombasa United anashikilia pale kileleni na zaidi ya alama zile 58. Labda tu kwa kifupi utueleze siri ambao kwamba wameleta wale Mombasa United kwenye msimu huu imekuwa gani? Maana kuna tofauti kubwa sana ukiweza kuangazia msimu huu na ule msimu uliopita. Msimu uliopita tulimaliza ligi na pointi 40. Naam. Sasa hivi tuko na pointi 58 na tumebakisha game 11. Ndio. So waweza kuona tofauti ni baina ya mchana na usiku. Difference ni kwamba viongozi, naweza kusema the management ni ile ile. Management team haijabadilika. Sisi ndio tulikuwa tumeshikilia uongozi la season. Kitu ambacho tumebadilisha ni the players. Kitu ambacho tumebadilisha ni technical bench. Bench la ufundi pia tumeibadilisha kuhakikisha kwamba at least lengo letu safari hii ni different. Last season kweli team ili struggle sana. Na tuliweza kupata maneno makali kwa mafans na wanaofuatilia mpira kwamba sisi bana tunawaangusha mpira wa Mombasa. Tukajituma, tukaichukulia kama challenge, na alhamdulillah naweza kusema kwamba this season mbali na Mungu kutusaidia, sisi pia tumejisaidia. Na ukiangalia pia ile signing tumeifanya, ukiangalia the technical bench ambayo inaongozwa na coach Selebwa, ukiangalia the management iko pale 24 hours, inahakikisha kwamba team inaangaliwa vizuri, inahakikisha kwamba matokeo yote yanatathminiwa kwa jicho la ndani kabisa. Ndio. Tukiweza kuangalia takwimu za Mombasa United, so far so good, mmeweza kufunga magoli 44. Magoli ambayo kwamba mmeweza kuconcede, yani kufungwa ni magoli 24. Hapa ninaona kwamba kuna maendeleo baina ya safu ile ya ushambulizi pia vile vile safu ile ya ulinzi. Labda tu kwa kifupi utueleze ile consistency ya matokeo mazuri kama hii, ile siri ya wale wachezaji ilitokea wapi? Team iko balanced. Ukiangalia defense iko sawa, midfield iko sawa, striking force iko sawa. Ndio maana unapata kwamba tumeweza kufunga bao ambazo umezitaja na tukaconcede bao less. Na tulipoelekea kwenye transfer window ambayo ilitokea Januari, tuliweza kusajili madefenders. Tuliboresha squad. Na ukiangalia tuliweza kuongeza wachezaji karibu kwa wachezaji zaidi ya wachezaji 8 walijiunga na timu katika ile window ya January transfer. Na naweza kusema wamekuja na impact. The signings tulifanya ni signings ambazo ni za nguvu sana na zimeleta impact. Striking tumeleta wachezaji 2 watatu wa kuweza kutufungia mabao. First leg tulistruggle na mabao, na katika line of defense pia tukaongeza defender, na midfield pia tukaboresha zaidi. So squad tumeibalance, na ni squad naweza kusema kwamba ni squad ambayo imetupa hope sana, na ni squad ambayo tunaiamini sana sisi kama viongozi wa timu. Mnashikilia pale juu kwa tofauti tu ya alama 3 peke yake. Hizi si alama nyingi, manake hii ni tofauti ya mechi moja tu peke yake. Labda ukizungumza na ule shabiki wa Mombasa United, yule mwenye mapenzi na timu ya Mombasa United, labda tu utueleze hapa pressure bado ipo, ama unasema kwamba mko na ile kujiamini, mko na ile kwamba mtashikilia mpaka mwisho zaidi? Kusema ukweli pressure huenda ikawa kwenye mashabiki na sisi kama viongozi wa timu, lakini kwa wachezaji nimezungumza na wao wana ile spirit ya champions. Wanaamini kwamba wao ni champions, na wakiingia ile uwanja wanahakikisha kwamba wamefanya kazi ambayo tumewatuma. Na siku zote wakiingia kwenye uwanja wanatuonyesha, especially games 5. Kuna wakati tulienda game 8 unbeaten na tumeshinda game zote 8. Ndio tukapoteza game moja dhidi ya Fortune, lakini from there tukawa na game 2 home tukazishinda zote. Na sasa hivi kesho timu yacheza away Nairobi, na wamenihakikishia kwamba vijana wako focused na kuhakikisha kwamba tutaletea point. Kwa hiyo tu kwa kifupi unaweza kumwambia yule shabiki ama yule mpenzi wa Mombasa United kwamba so far so good, mguu mmoja tayari ndani ya ligi kuu hapa nchini Kenya KPL. Shabiki naweza kumwambia kwamba ipo dalili zote na uwezo tunao. Na nikuhakikishia kwamba wao pia niwape wito zaidi ya kwamba wazidi kufuatilia timu. Wakiona makosa kuna mahali pia wao tunachukulia yale ambayo tunaelezwa na mashabiki by the serious. Zile comments wanatuambia, zile simu na ushauri wanatupa, pia wao tunaitekeleza zaidi. Maana hili timu si timu langu pekee, ni timu ambayo tunaisema ni community based team. Ni timu ambayo ina belong to the community. Na kila mmoja ana usemi katika timu hii. Kila mmoja na raia yake, na tunaheshimu raia mafans. Na niwaeleze kwamba inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mambo ya dalili yote yaonyesha kwamba timu yaelekea next level. Kumekuwa na ile 100% win rate
ambao si kila timu ambao inafanya mambo kama ile. Hii ni Mombasa United ya sasa hivi imekuja kutuonyesha hiyo tofauti, especially hapa Pwani, hapa Mombasani ama katika ligi za kule mashinani na hizi ligi zetu za mitani. Labda lile benchi lenu la kiufundi, wewe kama rais, mlizungumza nini sana mkakisha kwamba matokeo kama haya timu ya Mombasa United itakwenda kuyarekodi kwenye msimu huu? Kila timu ina strategy, na baadhi ya strategy yetu tulipoweza kukaa na yule coach kabla hatujamwandika kazi ni kwamba tulimpa target. Tuko na game 18 home, game 19 home na 19 away. Tukamwambia hizi za home tunaomba zote uzipate bila kubahatisha na bila kutoa sababu yoyote. Na ukiwa home una ile feeling ya kwamba uko nyumbani, mafans wako pale, na pia unapata ile morali ya kwamba timu imepangwa vizuri. So kuna ile home advantage na ile inaitwa 12th man ambaye ni mafans wakijitokeza. Sasa huwa wakijitokeza, sisi ni kuhakikisha kwamba tumefanya performance na results. Na alhamdulillah naweza kusema kwamba hiyo ndio imechangia sana, na home advantage tumeitumia sana sisi kama Mombasa United. Ndio kufikia sasa hivi all our home matches tumezishinda zote. Ndio. Unajua mwanzo wa jambo huwa sana sana na rahisi, lakini unaposhikilia katika nafasi ya kwanza ku maintain ndio itakuwa ni kazi kubwa zaidi. Labda sasa hivi tunapoelekea tu step kidogo ambazo zimesalia kuweza kuingia kwenye ligi kuu hapa nchini Kenya, labda kama kuna changamoto zozote ambazo zimeweza kujitokeza ambazo huenda zitaleta upinzani nyinyi kuweza kumalizia na hii rhythm ambayo mko nayo kwa sasa. Naweza kusema psyche iko poa. Changamoto huwa haikosi kwa timu. Kila timu ina changamoto yake ya ndani, lakini huwa saa zingine unaangalia changamoto unayopitia na unaangalia yale malengo ambayo zile ambitions za team. Ukijaribu kuziweigh the ambitions na zile challenges, unaangalia the ambitions are bigger than the challenges that we face. As a team sisi kusema ukweli changamoto nyingi sana zipo. Kama management tunajisaidia sana, tunajaribu kusukuma huku na pale, lakini vijana pia wana morali sana. Na sisi kufika pale tumefika ni juhudi ya hawa vijana, wamejitolea sana. Na sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunawamotivate vijana, na huenda pia upande wetu kuna mapungufu, lakini tunahakikisha kwamba vijana wameangaliwa vizuri. Ndio. Mombasa United iko na jina zuri mashallah. Kwanza tayari lile jina Mombasa United inakuonyesha kwamba hii timu ni hapa Mombasani. Hivyo basi mtu yote ambaye anajihusisha na masuala ya hapa Mombasani atahisi kwamba yeye ni mmoja wa Mombasa United. Itakapopanda pale ligi ya hapa nchini Kenya, that is KPL. Ndio. Wazungumzia vipi upinzani wa Mombasa United na timu ambayo iko hapa Mombasani pia tumeweza kuizoea, tunashuhudia Bandari? Nadhani itakuwa ni the dream of every sports person wa Mombasa kuona kwamba kuna timu mbili za kutoka Mombasa. Timu ya Mombasa United na timu ya Bandari. I think itakuwa ni one of the best derbies tutaangalia iwepo tutafanikiwa kuingia kwenye ligi. Itakuwa derby nzuri sana na mtaipenda sana. Na sisi kama Mombasa United huwa tunasema kwamba sisi tunapeana alternative option. Sisi kama community club kuhakikisha kwamba sisi tunaangalia community yetu vizuri na tunahakikisha kwamba ni mafans wetu ndio wadhamini kubwa sana wa timu yetu. So itakuwa pia imeinua kiwango cha mpira ya Coast, maana kwa sasa hivi tuna timu moja tu. So tukiwa na timu mbili kule kwenye Premier League itahakikisha kwamba vijana wetu wana fursa nyingi sana kucheza kwenye ligi kuu. Na timu kama yetu ya Mombasa United imekuja kupatia vijana fursa ya kucheza ligi, na kama inshallah tukijaliwa dabi itakuwa dabi moto sana. Yes. Ndio kama hivyo mpenzi mtazamaji, bila shaka itakuwa ni dabi moto sana kutoka hapa Mombasani. Kumbuka bado niko na rais wa Mombasa United, tuzidi kuchambua hali halisi kuhusiana na safari ya Mombasa United kuelekea pale katika ligi kuu hapa nchini Kenya KPL. Kumbuka nitaweza kuchukua mapumziko mafupi, lakini pindi tukapoweza kurudi kumbuka kuna masuala ya vijana ambao wako hapa Mombasani kule mashinani zaidi. Je, hapa Mombasa United nafasi zao zipo ama itakuwa namna gani? Mtazamaji usikae mbali, mimi niite kapteni wako wa kupanda na kushuka Abdurrahman Toya. Tupate mapumziko mafupi mtazamaji. Ni wakati wa michezo, ni wakati wa Al Hajar viwanjani. Kuanzia saa 10:30 jioni, jiunge nasi kwa uhondo wa chanjao wa spoti wa kiwango cha juu. Siraga Kenya done today and he is going to round it off. No, he took it. Soka Using Bukayo Saka across the face of goal, and Trossard off the bench turns it in at the far post. And Arsenal have their equaliser early on in this second half.
riadha. Can the Jamaican do it? Oh, it's so close. Kashane Thompson thinks he has done it by a whisker. Masumbwi na habari motomoto za michezo kutoka kote duniani. Ukiwa nami kapteni wako Abdurrahman Thoya. Al Hajari viwanjani iko hapa. Usikose. Je, unatamani kusimama mbele ya nyumba tukufu ya Allah na kufanya ibada tukufu ya Umra? Na je, unatamani kuitembelea miji mitukufu yenye baraka? Basi Al Hajj Travelers inakupatia fursa hiyo adhimu kwa gharama ya dola 1800 pekee, siku 14 kamili katika miji mitukufu ya Mecca na Madina, na mkutembelea maeneo yote yenye historia tukufu ya Uislamu, malazi kwenye hoteli za kifahari karibu kabisa na Al Haram. Tutakuwa na mashehe wakubwa wenye elimu ya tarikh ya miji hiyo, na zaidi utaambatana na timu ya Al Hajar TV katika safari hii ya baraka. Hii ni fursa adhimu ya kuimarisha ibada yako katika ardhi tukufu. Hii ni safari maalum inayofanyika mara moja tu kwa mwaka, kila mwezi wa Disemba kuanzia tarehe 22. Na mwaka huu nafasi ni 20 pekee. Wahi sasa. Usipoteze fursa hii adhimu na ya kipekee. Al Hajar Travelers. Tunakupeleka kwenye miji mitukufu kwa huduma bora na gharama nafuu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0111 457 575. Al Hajar Travel, your journey all coming. Michezo kutoka kote. Asante sana mtazamaji, karibu tena. Kumbuka unazidi kufuatilia kipindi hiki cha Al Hajj viwanjani kule kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa pale Facebook, pia vile vile pale YouTube na kule Instagram. Lakini pia vile vile wale ambao wako kule nyumbani basi bila shaka wanazidi kufurahia utamu, manake pale kwenye kile kingamuzi cha Star Times tunapatikana pale kwenye channel 692. Pia vile vile wale wapanga, yani free to air services, tunapatikana sana pale Al Hajr TV kulingana na eneo ambalo unatokea pale, mpenzi mtazamaji. Lakini pia vile vile nikujuze kwamba nambari zangu za simu zipo azizipo angeli kwa ajili yako. Kama uko na swali lolote kuhusiana na Mombasa United, basi rais yuko hapa mwenyewe atakuwa anaweza kulijibu swali. Kumbuka nambari ni 0722 6000333. Hakikisha kwamba unafanya halahala, unafanya hima ili lile swali lako basi bila shaka liweze kujibiwa. Naam, karibu sana. Tuzidi kuendelea na rais hapa ndani, mtazamaji. Labda tu nikirudi kwako rais, tuweze kuzungumzia into personal perspectives. Wewe mwenyewe kama rais kwenye timu hii ya Mombasa United, labda ni kitu kipi kile ambacho kwamba umekichangia zaidi ndio maana timu imefika mahali kama pale ambapo imefikia, na pia vile vile bado kuna maono mengi zaidi ambao kwamba utayafanya kisha kwamba hii timu ya Mombasa United inashikilia pale pale? Maana yake kukuwa bingwa si tatizo, kukuwa bingwa zaidi ni kumaintain wewe kukuwa bingwa. Ndio. Kusema ukweli, mimi huwa wengi wanaona kama mheshimiwa tu, yani mwanasiasa basi na mambo yangu ni siasa, lakini huwa si wengi wanafahamu kwamba mimi pia nimesomea mambo na sports, na nimesomea hususan masuala ya scouting in football, na nimesomea sana kwa muda mrefu sana. So mchango wangu kwenye team mbali na kuifadhili ni kuhakikisha kwamba wakati ambao tuliweza kufanya trials, mimi pamoja na the management tulikuwa involved kuhakikisha kwamba tunachagua vipaji ambao tunawataka, na tulikuwa kwenye scouting na assessment ya wachezaji, na niliweza pia kuwepo hapo kuchagua wachezaji ambao wanaochezea timu sasa hivi. Na ni mtu ambaye nafuatilia sana mchango wa kila mchezaji, na nafanya assessment ya wachezaji wote, na nawafahamu sana kwa undani na abilities zao. Kando na hayo, pia katika kuchagua technical bench, na nilikuwepo katika jopo maalum ambayo ilifanyia coach wa sasa hivi interview. Tuliweza kufanyia coach zaidi ya 5 walio apply kazi kwenye Mombasa, kwa timu yetu ya Mombasa United interview. So ndio nilikuwa kwenye ile jopo, niliongoza ile jopo aswa ambao ilichagua ama iliteua Gilbert Selebwa kama coach. Sasa naweza kusema mchango wangu ulikuwa kwenye technical bench na ulikuwa kwenye as well the playing unit. Na waweza jiuliza tuna mission gani ama tuna vision gani na hili timu? Sisi lengo letu kubwa sana si kufika Premier League. Mimi hususan pamoja na the management
sisi tuna vision kubwa sana, vision ya kuhakikisha kwamba hili timu limeweza kucheza hizi mchuano za African Champions League, hizi za CAF at the highest level, na tumeweza kuiona timu ambayo tulikuwa nao last season kwenye ligi inaitwa Nairobi United wameweza kufika hizo level, na hizo ndio levels ambazo sisi tutaka kufika kama club. That is the target of the team. That is the reason why mimi nimehakikisha kwamba nimeinvest time yangu na nimeinvest resources yangu kwa hii team, kuhakikisha kwamba Mombasa imetambulika. Ndio. Nimependa sana kwamba umesema umeinvest, umebalance shughuli zako, na pia vile vile ukasema wewe huwa si huku tu peke yake, maana pia kwa spoti wewe ni mkereketo, yani ni mmoja wale wana sport. Labda tu utuambie tu kwa kifupi huwa una balance vipi, maana wewe ni mwakilishi wadi kutoka kule mpaka kiwanjani, maana pia huku uwanjani tumeona kwamba unapiga mwingi kama vile pale Windtown. Kweli kubalance ni kwangu inakuja natural, na football ni passion, naipenda sana na ni kitu ambayo naifanya nikiwa na time yangu free. Na mimi kule bungeni huwa sikosi, naingia kazi bungeni, mtaani nipo, na kisha kwamba watu wangu wa Old Town pia na represent vizuri. Hapa Mombasa United mimi huwa najaribu sana, najitahidi sana, huwa ni attend hata kwenye training session zao, niangalie ikiwa leo takosa kesho takuwa. It's something ambayo passion, na sana sana huwa training session zetu ni za asubuhi. Huwa nikienda asubuhi training session niangalie, baada ya hapo niende shughuli zangu za ofisi, and then usiku pengine nao tukutane na technical bench tutathmini, yani baada ya masaa. Huwa najaribu kubalance. Ni kazi zote mbili naweza kusema ni kazi ambazo nazifanyia kwa upendo wangu juu ya jamii. Kweli. Ndio. Ligi ya National Super League hapa nchini Kenya. Hii ni ligi ambayo inaandamwa na changamoto nyingi sana. Utapata kwamba kuna baadhi ya mechi zimekosa kuchezwa ama zimeahirishwa, ndio kutokana kwamba infrastructure, tuseme kwamba wale wachezaji wamekosa hata kusafiri, wamekosa hata fare, labda mchezaji amegoma, mara referee amepatikana kwenye scandal tofauti, kisa na maana rasilimali za ile ligi zinakosekana. Labda kama nyinyi kama serikali za county mnawezaje kuingilia kwenye masuala kama haya kisha kwamba yanatatuliwa, wachezaji wanafika kwa muda na pia mechi zinachezwa kama vile ambazo zimeweza kuratibiwa? Ligi ya NSL naweza kusema ni ngumu sana na ina changamoto nyingi sana ukilinganisha na ligi kuu ya Kenya. Changamoto hii inaletwa na mambo mengi sana. Ya kwanza naweza kusema ni ligi hii haina sponsor yote. Ikiwa kule Premier League tuna sponsor kama SportPesa na Azam, hii ligi haina sponsor yote. Sasa ni timu na vilabu wenyewe vijisimamie gharama yote. Sasa waweza kusema kwamba sisi kama Mombasa huwa tuko disadvantage. Unapata timu yetu inasafiri sana kuelekea Nairobi, kuelekea Western. Na ni gharama kubwa sana kwetu, maana hatuna timu ya karibu sana. Timu karibu sana tuko nayo hapa karibu ni timu ya Mwatate. Kitambo at least angalau tungekuwa tumepata timu kama Asad iko pale, timu kama Mombasa Stars wangekuwa hapa, gharama yetu ingekuwa imepungua sana. So sasa hivi unapata gharama yetu kubwa sana yaenda kwa upande wa transport. Na ni ligi ya daraja la pili kabisa. Na daraja hili ndio mimi ningesema kwamba FKF ingefocus sana na kuhakikisha kwamba especially the new administration walituambia madam inaitwa Anza Fresh, wao wakajiita Fresh Start. Walisema wao kama Fresh Start wataangalia hii ligi waiboreshe, maana from the NSL that's where your Premier League is. So focus na pesa nyingi za ufadhili inafaa kutoka kwenye FKF, shirikisho ambalo limepewa jukumu hilo. Kama county nimeweza kuona pia mstahiki gavana amezungumza mara kwa mara, akizungumza kwamba kama county kuna ada fulani ama mchango fulani watakuwa wanalipia timu za Mombasa. Na timu za Mombasa ambayo inacheza NSL ni sisi tu. Pengine wenzetu wanaocheza Division 1, Division 2 watafaidika zaidi, maana kutakuwa na mchango kutoka county government ya kuwalipia referees charges, kutakuwa na pesa kutoka county kuwalipia the annual subscription ya club kwenye shirikisho ya FKF. So kama county, pengine sisi kama county tungesema kwamba tungepata lile uwanja wetu ya Mombasa Municipal. That is the only thing that the county can do to support local teams and local talents in Mombasa. Hakikisha kwamba ahadi iliyotolewa pamoja na rais ya kwamba Mombasa Municipal Stadium itakuwa ready by December this year. Naam. Umeleta swala zuri sana kuhusiana na swala ya viwanja. Especially hapa Coast. Viwanja huwa vimepungua sana. Na wanasema siku zote kwamba safari ya kesho bila shaka upangwa leo. Sasa hivi mnaelekea pale KPL.
labda Mombasa United kiwanja chao cha nyumbani kitakuwa ni kipi? Na kama hamna kiwanja, labda nyinyi kama viongozi mko na mipango ama mikakati yote ya kuhakikisha kwamba Mombasa United ako na kiwanja chake? Manake hii bila shaka itakuwa ni heshima kubwa sana kwenye timu ambayo imepanda ligi, pia iko na mikakati ya kujaribu kutafuta viwanja ambavyo kwa tunasema kwamba hiki sasa ni cha Mombasa United, itakuwa ni chimbuko nzuri sana. Labda kuna hiyo mipango labda? Kwa sasa hivi timu yetu haijafika level ya kuwa na uwanja wake mwenyewe, na ni vision ambayo tuko nayo, na tunaamini ya kwamba siku zijazo pengine tukijaliwa na fedha na tukijaliwa na wakati pia, na inshallah tutaweza kutengeneza uwanja wetu. Lakini kwa sasa hivi sisi tuna focus kuhakikisha kwamba bado tuna nia na morali na county government kuhakikisha kwamba ili uwanja la Mombasa Municipal iwe ready. Na ulivyosema ni kweli, tumepata changamoto sana ukisema mambo ya masala ya viwanja, maana this season tuliweza kutumia uwanja wa Mbaraki kama home ground, baada kidogo Mbaraki ikafungwa. Sasa tukapata changamoto kubwa sana, ikawa tunaangalia, je, tuende mpaka Kwale kwa kucheza game zetu ama tuilete game zetu hapa nyumbani. So tukawa na makubaliano na Mombasa Sports Club, na hapo ndio sasa hivi tuacheza, na ni it's a private field, so huwezi kuitegemea 100%. So sisi kama Mombasa United ni yetu kubwa ni kwamba Mombasa Municipal Stadium itakuwa ready by December, na inshallah ndio itakuwa ni makao yetu rasmi. Inshallah. Mombasani kuna vipaji sana, si katikati mwa jiji tu, kule mashinani, lakini kaunti ya Mombasa mimi ni shahidi kwamba iko na baadhi ya vijana ambao wanachipuka kwa vipaji vya aina yake. Labda timu hii ya Mombasa United kwenye siku za usoni iko na nafasi ya wale vijana ambao wanachipuka kwenye masuala haya ya kandanda? Ndiyo kabisa, na ndio maana tunasema ni timu ya community. Tuna mikakati ya kwamba tutakuwa na youth team yetu, na ni masharti ambayo tutakuwa tumewekewa kule mbele, na tumeweza kuweka mikakati na kuhusisha pia wale makocha ambao wako mashinani. Tumeweza kuwa na vikao na wao mbalimbali ya kwamba iwapo sisi tuelekea kule tunahitajika kuwa na timu yetu ya youth, na timu yetu ya youth tunataka sura za Mombasa zionekane 99%. Watu wetu wa Mombasa waonekane, vijana wetu wapewe fursa kwenye youth team, ndio iwe rahisi sana wao wa transition from the youth team to the main team. So mikakati ipo, na hivi karibuni inshallah baada ya ligi kuisha tu hivi tutakuwa na, utasikia Mombasa United imeingia mashinani, utasikia Mombasa United imekuwa na showcase za mitaani, utasikia Mombasa United imekuwa na tournament ya kuhakikisha kwamba tumechagua vipaji. Ndio. Mombasa United ni timu ambayo imeinuka kwa uzuri sana. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba wameanza kuipenda zaidi. Labda kwenye masuala ya hamasa ya mashabiki, manake siku zote tunasema kwamba shabiki ni mchezaji wa 12 kwenye kiwanja. Labda amejipanga vipi kwa kwamba mashabiki mtakuwa mnawahamasisha zaidi, si Mombasa tu peke yake, lakini Mombasa United it's like a pride of hii coast yote. Mmejipanga vipi kwenye hamasa za mashabiki? Katika kipindi cha kwanza season ikianza, sisi tulifocus sana na results zetu za timu, na hata management wala hatukufanya juhudi yote ya kufanya yani ya PR ama wala kufanya awareness kwa team. Tulifocus sana kuhakikisha kwamba results zetu za team zimeenda vizuri. Sasa Januari ilipofika tukazindua rasmi jezi yetu, na kuzindua rasmi jezi yetu ndio naona tumeifungua mlango wetu wazi kwa mafans. Maana mafans nyumba nzuri mpaka ulijenge vizuri ndio walike watu. So sisi tuliandaa nyumba vizuri, tukaweka interiors, everything finishing, tukawalika mafans. Na mafans sasa hivi naweza kuambia kwamba mafans wameipenda sana sababu ya results. Na mafans haja yao kubwa ni kuhakikisha kwamba team ina perform. Kweli. Team ina perform. Unajua kuperform waweza kushindwa bado. Kweli. Waweza kuperform ucheze boli lakini bado ukapata results hujapata. So sasa wao haja yao kubwa kabisa ni performance na results. Sasa zikiambatana hizo mbili, mafans watakuwa na furaha ya juu sana. Na sisi ni kuhakikisha kwamba kando na kutoa uzi nzuri kama hii yetu ya Mombasa United, ni kuwa engage na sisi. Tumekuwa team katika team ya kwanza ama ya pili kwenye level yetu kukuwa na website yetu ambayo ni state of the art. Sisi ukiangalia tuko na website tumeizindua rasmi ambayo inazungumzia inaelezea mipango ya team, squad iko vipi, inaelezea pia jadwali iko vipi. Ni the same website ambayo watu wanaweza kuingia pale wakanunua jazi yetu kupitia website. So tumejaribu kuifanya a lot of branding, na very soon tutakuwa tunaingia mashinani.
Ndio. Bila shaka ni wazo zuri, pia vile vile ni jambo zuri zaidi. Umezungumzia swala la kuhusiana na uzinduzi wa jazi, maanake mashallah jazi zenu ni nzuri na pia zinazidi kufanya vizuri zaidi. Labda tu kwa kifupi, wale ambao wanatazama kwa sasa waelekeze jazi wanazipata wapi, wanazipata kwa njia zipi? Ndio, kuna link yetu ya www.mombasaunited.com. Ukiingia pale utaipata vizuri sana, rahisi kuieleza, na hapo ukiweka oda yako, naweza sema kama siku 2 siku 3 utaipata jazi yako. Nunua uzi yako, tuna colors 3, kuna kala ya blue, kala ya white na kala ya black. Na kala zote zinapendeza sana. Na tulifanya uzinduzi rasmi siku ya Ramadhani. Tulikuwa na mgeni wa heshima ambaye alikuwa ni Hassan Ali Joho, pamoja na patron wa timu ambaye ni Suleiman Shahbal. Wote walijiunga na sisi na kila mmoja aliweza kujionea vile tuliweza kuinua kiwango ya timu za Mombasa. So na kama fans pia naeleza kwamba kuna ile basi pia tuasubiri. Kuna basi la 24 million. Inshallah. Tuliweza kuahidiwa na rais, na naelezwa kwamba mikakati zimefanywa na rais. Kesho kutwa anaenda Shabana kuenda kuwapatia basi yao, na sisi pia basi yetu la Mombasa likija pia tutawalika mafans waje wajionee pia wao. Kweli. Tumeweza kumzungumzia Mombasa United, tukazungumzia mambo na rasilimali na matokeo. Kuna kitu kimoja tumekisahau tukimalizia. Na hili ni swali langu mimi, mtaniwia radhi kwa njia moja kama nitakuwa nimekosea. Manake mchezaji siku zote lazima aenziwe. Labda wachezaji wa Mombasa United so far so good wako sawa kwenye masuala yao ya kimsingi? So far wako sawa. Naweza kusema pengine huenda tunachelewesha pale na pale, lakini tumekuwa tunaangalia vijana wetu vizuri. Na mtu anaweza jiuliza, yani ni rahisi kuuliza yale maswali, lakini sisi wenyewe ndio tunajitolea. Hatuna ufadhili wote, ni mimi binafsi najitolea kuhakikisha kwamba vijana wameangaliwa vizuri. Sasa kama binadamu saa zingine zachelewa, lakini huwa zafika. Kweli. Na alhamdulillah naweza kusema kwamba so far so good. Kuzuri. So far so good. Ndio kama hivyo mtazamaji, pale Mombasa United ni pazuri, ni patamu zaidi. Hivyo basi wale vijana wanazidi kufanya kazi safi, manake si matokeo tu peke yake, manake tuache kwamba masuala yao ya kimsingi basi lazima yaweze kuzingatiwa. Labda tukiweza kumalizia rais, endapo, manake mimi niko 100% sure kwamba Mombasa United watakuwa wanaenda pale kwenye ile ligi kuu hapa nchini Kenya. Labda tu ujumbe wako kwa ule shabiki ambaye amengoja kwa hamu na gamu kuweza kuona Mombasa United wamefika pale. Ujumbe wako tu kwa kifupi tukimaliza. Ujumbe ni kwamba kuna kubwa zaidi yaja. Endapo inshallah na tutafika Premier League, tutabadilisha taswira ya mpira si hapa tu Mombasa, lakini pwani nzima. Tutakuwa kwa sasa hivi tumeandika hapa tembea Mombasa. Na huenda next season ukapata kuna kampuni kubwa maarufu imeandikwa hapa jina la kama sponsors, na sponsors wakija kwenye timu wajua kwamba rasilimali kama zipo, sisi kama management tuhakikisha kwamba tutakuwa na vipaji kutoka Mombasa na vipaji kutoka Kenya nzima. Waje pale, waje tualike kwenye timu, wachezaji wa timu, na timu hii naweza kusema bila wasiwasi, bila shaka itakuwa ni katika timu bora zaidi nchini. Inshallah. Na mashabiki tunawashukuru sana kwa wakati wao, wamekuwa wakijitolea sana, wamekuwa wakilipa pesa kuingia kwenye gate, wamekuwa wakinunua jazi, wamekuwa kwenye support kwenye mtandao. Inshallah tutazidi kuwapa zawadi sana. Sasa kwa hivyo ile request tu ambayo kwamba ningependa kuomba basi tuhakikishe kwamba ile consistency ambayo Mombasa United wameweza ku-maintain, basi tukifika pale kwenye ligi kuu pia tusidisappoint watu. Bila shaka tutaonyesha mpira ambayo hujaionekana. Tutazidi kuinua jina la Mombasa juu kabisa na kuhakikisha kwamba timu imekuwa bora zaidi. Sasa hivi tuko NSL, tukifika level ya Premier League sisi pia tutacheza kama level ya Premier League inshallah. Mechi yenu nyingine inayofuata lini? Mechi yetu timu inacheza kesho dhidi ya Kibera Black Stars. Baada ya hapo next week on Sunday ama Saturday, jadwali baada ya tukio rasmi itakuwa tutacheza dhidi ya timu ambayo inaitwa Soy United. Baada hapo naona haitakuwa ni hatujabakisha ngumu sana na timu, lakini mashabiki tunawahitaji kwa wengi. Tusubiri ile kitu inaitwa unbeaten kwenye mechi ambazo zimesalia. Naweza kusema ndo target yetu. Sisi tumemwekea target coaches na pamoja na the playing unit tumewekea mazawadi kemkem kuhakikisha kwamba wao huenda wakienda unbeaten basi wao wana zawadi yao kubwa sana. Asante sana, mimi nikushukuru sana kwa kufika katika studio zetu na kuweza kuzungumzia timu ambayo inapendwa sana Mombasa United.
bila shaka mimi niseme kama ni fahari kwetu sisi kama Al Hajar TV. Kupata kiongozi ambaye anashughulika kwenye masuala mawili tofauti kwa wakati mmoja. Unajua hii si rahisi, manake ni baadhi ya viongozi ambao wako pale lakini kwenye masuala kama haya hawafanyi. Unapata kwamba wewe ni kiongozi MCA, yani mwakilishi wadi wa Old Town, lakini pia bado wewe ni rais wa Mombasa United. Ina maana kwamba uongozi wako is like a top notch. Wallahi Abdurrahman Thoya, asante sana kwa fursa hii ya mlinipa pia mimi kuja hapa kuzungumzia masuala ya Mombasa United. Na siku zote viongozi huwa wana focus na short term goals. Na utaangalia wanasiasa siku zote wao wanaangalia tournament. Mimi kidogo taswira yangu imekuwa different. Mimi siangalia tournament, mimi nimesema acha nibebe mambo masuala ya ligi. Tournament rahisi sana kuifanya. Kweli. Na tournament huenda objectives hazitakuwa za maana sana, lakini ukiwa na kiongozi amejitolea sana, amesema mimi nitashikilia timu kwa kipindi cha ligi ambayo inachukua almost 10 months. So mimi zaidi ya kuwa kiongozi, hii ni passion. Naipenda sana, ni kazi ambayo naipenda sana kabisa. Na kuwa kiongozi alhamdulillah ni fursa nimepewa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba nimefanya wakazi wa Old Town kazi, na upande huu nafanya wakazi na vijana ambao wanapenda sport wa Mombasa kazi. Ndio. Asante sana mheshimiwa, karibu sana. Thank you so much. Na wakati wowote ambapo kama Mombasa unataka kuna jambo ambalo kwamba ungependa kuweza kuwasilisha, basi studio zetu zipo wazi. Asante sana, mimi pia nimeshukuru kwa fursa. Basi ndio kama hivyo mpenzi mtazamaji, alikuwa ni rais wa Mombasa United, pia vile vile mwakilishi wadi wa eneo lile la Old Town na hapa katika gatuzi la Mombasa, mwite anza fresh. Akianza fresh basi hatimaye huenda Mombasa United wakaanza fresh pale KPL msimu ujao ama siku za usoni. Mtazamaji, mimi nimekuwa kwa Abdurrahman Thoya. Kumbuka nitakuwa narudi naye mchambuzi wa spoti baada ya Arsenal kuweza kuwapiga Sporting Lisbon pale katika uga wao wa nyumbani kule Ujerumani. Sasa hivi ligi kuu nchini Uingereza itakuwa inarejea kwa kishindo. Mtazamaji, usikae mbali, maana yake niko naye mchambuzi wetu wa masuala ya spoti. Tosha kwamba tunazama ndani kabisa kule Ulaya, tukujuze mambo yanakwenda namna gani. Mimi ni kapteni wako Abdurrahman Thoya mtazamaji, na usikae mbali. Ni wakati wa michezo, ni wakati wa Al Hajar viwanjani. Kuanzia saa 10:30 jioni, jiunge nasi kwa uhondo wa chanjao wa spoti wa kiwango cha juu. Siraga Kenya done today and he is going to round it off. No, he took it. Soka Using Bukayo Saka across the face of goal, and Trossard off the bench turns it in at the far post. And Arsenal have their equaliser early on in this second half. riadha. Can the Jamaican do it? Oh, it's so close. Kashane Thompson thinks he has done it by a whisker. Masumbwi na habari moto za michezo kutoka kote duniani. Ukiwa nami kapteni wako Abdurrahman Thoya, Al Hajar viwanjani iko hapa. Usikose. Ni hatua mpya. Al Hajar TV tunaingia rasmi hewani moja kwa moja kwenye runinga yako. Chukua kingamuzi au runinga yako utupate free to air kote mkoani Pwani. Kutoka jiji la Mombasa tunaleta mwangaza, maarifa na maadili yaliyojengwa kwa heshima na uadilifu. Tunajumuisha mawaidha, vipindi vya jamii, vipindi vya watoto, burudani za nashid, makala mbalimbali na habari za utendeti, vyote vikiwa tayari kukufikia popote ulipo. Ukitazama kupitia runinga, simu au kompyuta yako, tupo Al Hajar TV. Tupo kwenye majukwaa ya kidijitali, kwenye simu yako kupitia App Store na Play Store, na pia pale nyumbani moja kwa moja kwenye runinga yako. Al Hajar TV, wangaza kwa umma. Are you planning a trip abroad? Al Hajar Travel Agency is your trusted partner in making every journey smooth and memorable. At Al Hajar Travel Agency, we take care of everything from booking your flight tickets to arranging your destinations with ease and reliability. And if you're planning to perform Umrah, trust the agency that's officially approved and fully dedicated to serving you with honest and care. Visit us today at Majengo Maridioni in Mombasa or call us on 0722 445668.
You can follow us on social media, Instagram at alhajar_travel, or send us a WhatsApp message to 0722 445668. Alhajar Travel Agency, your journey, our commitment. Your journey, our commitment. Are you planning a trip abroad? Alhajar Travel Agency is your trusted partner in making every journey smooth and memorable. At Alhajar Travel Agency, we take care of everything from booking your flight tickets to arranging your destinations with ease and reliability. And if you're planning to perform Umrah, trust the agency that's officially approved and fully dedicated to serving you with honest and care. Visit us today at Majengo Maredioni in Mombasa or call us on 0722 445668. You can follow us on social media, Instagram at alhajar_travel, or send us a WhatsApp message to 0722 445668. Alhajar Travel Agency, your journey, our commitment. Your journey, our commitment. Ni hatua mpya. Alhajar TV tunaingia rasmi hewani moja kwa moja kwenye runinga yako. Chukua kingamuzi au runinga yako utupate free to air kote mkoani Pwani. Kutoka jiji la Mombasa tunaleta mwangaza, maarifa na maadili yaliyojengwa kwa heshima na uadilifu. Tunajumuisha mawaidha, vipindi vya jamii, vipindi vya watoto, burudani za nashid, makala mbalimbali na habari za utendeti, vyote vikiwa tayari kukufikia popote ulipo. Ukitazama kupitia runinga, simu au kompyuta yako, tupo Alhajar TV. Tupo kwenye majukwaa ya kidijitali, kwenye simu yako kupitia App Store na Play Store, na pia pale nyumbani moja kwa moja kwenye runinga yako. Alhajar TV, wangaza kwa umma. Karibu tena kwa mara nyingine mpenzi mtazamaji, na kama nilivyoweza kuahidi ni kwamba nilikuwa nikizama nikizuka narudi naye mchambuzi wa spoti ambaye ameweza kubobea kwenye hizi shughuli na si mwingine bali ni mwenzangu Daniel Gohu. Kijana wa Arsenal leo amesepa, sijui what is exactly happening. Manake Simoni. Dani, asalamu alaykum. Alaykum salam bro. Kwema kabisa. Kwema kabisa, labda upande wako. Mimi pia alhamdulillah mambo yanasonga kabisa. Tukaachana hapa tukaelekea kwenye michuano ya UEFA Champions League. Last week that is. Mambo yalichemka sana kule Champions League. Lakini nadhani yalofanyika ni vitu ambavyo vilitarajiwa. Ndio. Kabisa. Ni vitu ambavyo tulikuwa tunajua tutafanyia kwa sababu Arsenal kushinda, Bayern kushinda, PSG kushinda. Mara ambako kulikuwa kuna shauku kidogo ambayo tulishtuka ni kwa Atletico na Bayern na Barcelona. Atletico na Barcelona. Lakini huko wengine ilikuwa ile na ilikuwa mambo yalikuwa nyingi. Ilikuwa inaonekana tu. Tuzungumzie Real Madrid wanapokuwa katika kiwanja chao cha nyumbani, wenyewe wanasema kwamba the rooftop hao jamaa wanaifunga kabisa pale Santiago Bernabeu. Mazee kutoka pale huwa ni ngumu sana. It's always tough. What happened? Nadhani Bayern ni timu nyingine bora sana. Nadhani so far so good. Bayern Munich nadhani ndio timu ambayo ina kikosi bora zaidi. Nadhani after hiyo tutapia Arsenal. Kwa sasa nipiko vizuri. So Bayern mpinzani ambaye ni mgumu sana. Real Madrid sawa kwa nyumbani anakaa wagumu, lakini Bayern Munich bro, Diaz, Olise, Ken kule mbele, ni jamaa anapiga mpira. Hata zile bao mbili 2-1 nadhani ilikuwa tu kama favor kwa Real Madrid. Anasema kwamba it was just a favor. A favor tu. Kwa sababu Real Madrid, Bayern Munich tumezoea kwamba hii ni timu ambayo inakupiga zinaitwa goal tallies. Kabisa. Kwamba akikupiga bao ni zaidi ya 3 ama 4 ama 5 zaidi. Hata kuna bao nyingine hapa Pimakano alikosa, yani mpaka kila mtu alishangaa, alikuwa baki tena. Yani hata kipo huko chini yeye tu na nyavu hivi. Lakini akaisha kufanya mambo yake akosa hiyo bao. Also Bayern Munich msimu huu iko vizuri. Iko vizuri wachezaji na viwango vya juu sana kulinganisha na Real Madrid. Real Madrid ilikuwa struggle sana. Ukiangalia defense yao wanakuja wakitoa kina trend hawaje, ni watu ambao bado bado hata second leg ile ishaenda. Ndio Ishaenda, hakuna vinatenda kupiga bazizi. Hebu tuzungumzie mwana Barcelona ambaye anaongozwa na kina Marcus Rashford, kina Lamine Yamal kabisa, kina Rafinha.
pale hivi what happened, manake hizi timu zote mbili Real Madrid na Barcelona kupoteza kwenye mkondo wa kwanza especially kwenye uwanja wa nyumbani huwa ni ngumu sana. Huwa ni ngumu sana. Nadhani tukio kubwa ambalo lilisababisha ile yote nadhani ile red card. Ndio. Ile red card ndio ambayo ilichangia pakubwa. Kwa sababu najua mkiwa watu 10 uwanjani. Ndio. Alafu ni mechi ni mchezo ambao ulikuwa na ushindani mkubwa, mchezo wa Champions League. Ndio. Tena quarter finals. Ni mchezo ambao hauna ukijifanya kosa lolote wewe unaadhibiwa tayari. Ndio. So walipopata ile kadi nyekundu alafu tena kwa defender ilikuwa ile kidogo iliwatoa timing. Na pia kukosekana kwa nazungumzia Rafinha. Ndio. Yamal alicheza bro. Alingangana. Yamal alicheza mpaka anaona Rafinha akimulikwa akiwa na watch ball. Anamsikitikia, anafurahia yule ba mdogo jinsi anavyojituma. Hata mashabiki waliokuwa naimba jina Yamal wanampush. Ndio. Alikuwa amebeba Barcelona kwa mgongo. Jamaa kuna mmoja alitoka defense sita. Kabisa. Aliwaacha wote. So Yamal pia alingangana sana. Ni ile game ingekuwa na Rafinha ndani. Yule ungekuwa pale. Kweli. Ingekuwa rahisi. Ingekuwa tofauti. Kwa sababu kuna travel kwa zinapigwa pale, lakini Rashford bado. Anafanya mambo yake bado sana Rashford. Tuweze kuzungumzia timu ya Arsenal walipoenda kule Ujerumani, kule Sporting Lisbon, kule si Ujerumani, kule ni Portugal. Kulikotoka Ruben Amorim. Victor Gyökeres wa Arsenal akakuwa anarudi kwao pale nyumbani. Lakini Kai Havertz akawapatia goli la kipekee ambalo kwamba liliwatosha wale Arsenal kuweza kupata ushindi wakiwa away. Labda uzungumzie kwa kifupi the return leg itakuwaje, maana ngome itakuwa pale Emirates. Hiyo ni baada ya mechi ambazo naweza sema pia ziliisha. Sioni kama Sporting watakuja wapiga Arsenal Emirates kama kwa walishindwa. Vigumu sana. Na pia sasa hii namzungumzia Eze, Timba, Saka wote watakuwa sharudi. Mimi nadhani ile kwa semi Arsenal iko. Unajua huyu Sporting Lisbon kwenye unajua rekodi yake nyumbani ndio ilikuwa nzuri zaidi. Alipotoka alikuwa amepigwa mkondo wa kwanza magoli 3. Lakini kwenye second leg alifanya mambo yakakuwa tofauti sana, maana alikuja kupiga mtu 5. Zilikuwa 5. Zilikuwa 5. Zilikuwa 5. Ndio. Sawa. Hiyo ilikuwa bodo. Bodo pia tulishangaa kufika pale. Bodo kalikuwa kana push lakini sasa sioni Arsenal bro. Ako Emirates. Ndio. So Sporting iliwaona sio baya. Sio baya wale jamaa, sio baya. Mwanzo defense yao. Wana defense ambayo inajielewa sana. Kwa sababu limeona Gyökeres ya kufanya kitu. Kufanya hata ile bao ambayo alipata kimi kivyangu ilikuwa nadhani labda ni offside kwa sababu alikuwa ashaenda, lakini kumbe haiko offside. Ilikuwa tu bao ya bahati kwa sababu ile mechi ilikuwa imeisha. Kila mtu alikuwa anang'ana imeisha, lakini bao tu ya bahati. Lakini sioni Sporting Lisbon akipata ushindi Emirates. Unless kama ni mbaya draw. Mtazamaji, kuna matokeo ambayo tulikuwa tumeweza kuyatarajia. Lakini kuna kitu ambacho pia tulikuwa tumeweza kukitarajia. Kwamba Liverpool acheze 90 minutes bila kupiga shot on target. Liverpool alipoteza mkondo wake kwanza kule Ufaransa baada ya kuweza kucharazwa na PSG magoli 2-0. Liverpool PSG, unaizungumzia vipi hii mechi? Bro, ile ni mechi ambayo ilikuwa iko wazi. Hakuna Liverpool ya kwanza ndapata ushindi goli. Ndio. Hata bao 2 ni favor tu kwa Liverpool. Au kwa mambo kaka. Nadhani kila mtazamaji atakubaliana na hili. Kupigwa bao 2 na PSG na form ambayo Liverpool iko na form ambayo PSG wako ni favor kwa Liverpool. Ndio. Hata kocha mwenyewe nani Enrique yule alisema anaumia sana kufunga bao 2 kwa sababu hata wenyewe walikuwa baadaye walikosa mabao wenyewe tu. PSG wenyewe pia hiyo siku walikuwa walifunga bongo mgumu akakosa bao rahisi. Liverpool ilikuwa kwanza timu yenyewe iko vibaya msimu huu. Na pia kocha ni yule jamaa ambaye afikiri, nadhani afikiri. Yaani mimi nakumbuka unaogopa sana, yani mpaka unachezesha madefender karibia 6. Nakumbuka Juma iliyopita ulituambia vizuri sana ukasema kwamba Liverpool ataenda kufanya kitu tofauti pale dhidi ya PSG, lakini mambo yakakuwa tofauti. Tulizungumzia Man City kaka. Hapata mwelekezi wangu ni shahidi. Nikasema kwamba this was on record. Ilikuwa yani nikakwambia kabisa kwamba Liverpool lakini nilikuwa napeana asilimia kubwa kwa mpinzani wa Liverpool. Ndio nilikuwa na pia sitoi kabisa Liverpool kwa sababu wewe jua chote inaweza fanyika kwa mpira. Lakini ile ni kitu ambacho 80% mimi nilikuwa natazamia. Itafanyika vile. Hata zile bao 2 yani kuona full time score 2-0. Kwa yenyewe nikashukuru. Ndio. Kwa sababu 2 wale jamaa wajua PSG msimu huu
wako vizuri. Walianza kama kusuasua hapo nyuma lakini so far timu iko vizuri. Yaani imerudi yale makali yake iliyomalizia msimu last season. Imerudi yale makali yale. Na sipo mimi nikiangalia vizuri italeta shida. Inaweza hadi kutetea ubingwa wa UEFA Champions. Kwa hiyo hapo unasema kwamba second leg Liverpool hajitoi. Anfield alikuwa kitambo bro. Ndio. Sawa. Kuna wanasema sijui Anfield inatisha lakini sasa ilikuwa inatisha kitambo. You will never walk alone. Huu msimu tumetembea sana. Ndio. Peke yetu. Na kule mtani mashabiki wa Liverpool wanasemaje? Kila mtu ni ile kujipa tu moyo ya kuwa wanakuja Anfield haitakuwa rahisi. Sawa, haitakuwa rahisi. Anfield haitakuwa rahisi. Mwanzo haitakuwa rahisi kabisa. Hata inaweza wasishinde. Lakini pia kufuzu Liverpool itakuwa ngumu. Kweli. Hiyo game kama nadhani inaweza ikosa kupigwa itaenda draw. Sioni Liverpool akishinda. Ndio. Kwa mfumo alionao na pia kwa sababu sasa tunangoja na bench. Nini tunangoja nani ambaye amemia arudi. Isaac na hajaonyesha chochote msimu. Kiteka alikuwa tayari. Jamaa alikuwa off, yani rating haikufikia hata 6 haikufika. Sasa sioni ile nadhani pia ni mchezo ambao umekwisha. Mtazamaji, tuachane na klabu bingwa kule barani Ulaya. Sasa tuelekee pale Uingereza, maana baada ya wiki mbili za mapumziko kuweza kupisha michuano ile ya kimataifa, sasa we are back in action like we never left. Lakini usisahau kwamba leo Manchester United wamefikisha siku 25 bila kucheza mechi yoyote. Hii ni ishara kwamba watarudi wakiwa moto sana hawa mabwana. Unajua mwisho kucheza Manchester United Ramadhani ilikuwa bado inaendelea. Mimi wanaambia tu. Walienda half time, sasa wameenda likizo. Kwa hiyo ziko mechi ambazo zinaweza kuratibiwa kucheza hiyo siku ya kesho, mpenzi mtazamaji, lakini kumbuka kuna mechi moja ambayo itakuwa inaweza kuchezwa usiku wa leo. Hiyo ni West Ham dhidi ya Wolves. Mechi hii is it early kick-off ama ni nini? Manake early kick-off ni mechi ya mapema hii. Hii ni mechi tu ya Ijumaa. Hii ndo wanaita match day. Hii ndo inaanza weekend, ndio inaanza match week. So hii ni mechi ambayo timu zote mbili zina muhimu kwao, kwa sababu kila mtu anang'ang'ana kupata hizo punde, lakini Wolves iko vibaya. Sioni akipata ushindi dhidi ya West Ham. So hapo sasa unajua timu hizi mid-table team ama zile table team kama hizi zikipatana ni ngumu sana kutabiri. Bila shaka. Pale siku ya kesho hii sasa ali kick off mechi ya mapema ambao ni siku ya kesho. Huyu ni kiongozi wa ligi, namzungumzia Arsenal, atakuwa anaweza kucheza dhidi ya Bournemouth pale Emirates. Umesema kwamba Arsenal anapokuwa Emirates kwa ni mgumu sana. Lakini my friend, juzi unakumbuka nilikwambia kwamba anapoenda kucheza na Southampton kwenye ile michuano ya FA huenda kwa ngumu sana. Lakini pia vile vile nakwambia kwamba ali kick-off ya siku ya kesho baada ya Arsenal kusuasua, mimi kimtazamo wangu unaona sare. Sijui kama wasemaji. Game ya kesho dhidi ya Bournemouth. Nimeona pia coach wa Bournemouth kuna wachezaji wawili, Kluivert na mchezaji mwingine hapa ndio nitakonfirm hilo. Amesema watakosa mchezo wa kesho. So acha tuone. Bournemouth si timu ya mchezo. Tunajua makala ya Bournemouth, tunajua Bournemouth uzito wa Bournemouth, yani tunajua Bournemouth ndani nje. Bournemouth si timu ya mchezo. Acha tuone itakuwaje, kwa sababu kuna kupeta tumesikia habari nzuri ya kuwa Eze yuko ndani. Timba na Saka ndo kidogo atatoa nadhani leo jioni ama kesho sasa yao, lakini Eze ndio kushua na game kesho kwamba amerudi Eze, lakini Timba na Saka pia wako sawa, lakini amesema taarifa yao ataitoa. So nadhani pia muhimu sana kwa Arsenal, mchezo muhimu tena sana kwa Arsenal. Wapo atapoteza ama atatoa hadi sare, pressure atakuwa amejiongezea mwenyewe. Kwa hiyo vile vile hapo siku ya kesho, mpenzi mtazamaji, pale mwendo wa saa 1:30 usiku ama ni jioni, basi vile vile Liverpool baada ya kuweza kulimwa magoli 2 kwa nunge na PSG, sasa hivi anaenda kukutana na wale vijana wasumbufu zaidi, na wazungumzia Fulham. Liverpool Fulham. Daniel Gu wasemaje? Fulham imekuwa timu ambayo hata Liverpool ilikuwa kwa form, lakini Fulham kwa Liverpool lazima inasumbua. Nakumbuka kuna msimu uliopita nadhani mechi zao zote za mkondo wa kwanza na wa pili zilisha masare tu. Unashangaa 3-3, 4-4. Yaani akifunga ashafunga. Unachangia ashafunga. Yaani wanaenda hivyo. So Fulham na Liverpool penyewe iko wapi gechi?
Anfield ama? Hii mechi iko pale Anfield, yani iko pale Anfield. Ndio. Acha tuwape ushindi. Wapewe ushindi ya Liverpool. Sasa pale siku ya Jumapili basi bila shaka nyasi zikawa zinachanika sana pale Stamford Bridge, maana Chelsea timu ya mwelekezi wangu huyu ambaye sitaki kumtaja, basi pia vile vile itakoneza kualika timu pia ya mwelekezi wetu wa siku ya leo Manchester City. Unajua hapa ni waelekezi wangu watakuwa nakutana wote by the way this weekend. Manchester City dhidi ya Chelsea. Mechi iko pale Stamford Bridge, wasemaje? Ni mechi kubwa sana. Ni mechi kubwa sana, mechi kubwa tena sana. Lakini nadhani tukicheza City bro wana viwango vizuri. Ndio. Sisi na Chelsea haina tofauti na Liverpool. Mechi iko Bridge ama Etihad? Mechi iko pale Stamford Bridge. Stamford Bridge. Ndio. Sawa, wako nyumbani lakini pia Son wakitoboa. Hao ni wakitoboa. Son wakitoboa. Maana Man City wameanza na ile mihemko sasa hivi. Yaani sasa ile venye wanamaliza msimu yani. Basi ni kawaida ya City. Ile inaitwa kumalizia ukiwa strong zaidi. Hii ni kawaida ya City. Maana unaona Rodri pale bana. Unajua kumaliza msimu. Sasa hii Arsenal akifanya ujinga tu pale mbele. Kuisha kabisa habari yake. So nadhani hii mechi na sawa, acha tusubirie, lakini sio na Chelsea akipata ushindi. Ndio. Itakuwa ngumu sana. Tuelekee pale siku ya Jumatatu ambao itakuwa imefikisha takriban siku 27 kabla Manchester United kuweza kuingia kiwanjani kucheza mechi, labda kuingia kiwanjani kuweza kupiga jaramba, yani zoezi. Atakuwa anaweza kukutana na mwana Leeds United. Manchester United Leeds United pale siku ya Jumatatu. Hii mechi baada ya United kukaa hizo siku zote bila kucheza. Je, amepata nguvu ya kukimbizana na Leeds United ama amepata uvivu sasa wa kujisahau apigwe na Leeds United? Unajua kuna mawili baada hapo. Kuna mawili. Hapo kuna uchu wa kucheza nishinde na kukosa ile consistency. Sasa ndio. Unajua pia kukaa sana bila kucheza pia nayo inaleta balaa. Ndio. So acha tusubirie mechi, lakini nadhani ni mechi ambayo asilimia kubwa tu wape Man U, kwa sababu Man U siku hizi ni timu ya kuaminika pia. Kitambo liko ndio. Yaani for the first time bro. First time. Sema nishaisema hapo mara nyingi tu. Manchester United sasa ni timu ambayo waweza bet ama kuambia mtu ekelea Man U unakuwa una matumaini. Wanafunga Man U iko vizuri, si kama kitambo. So mechi ya dhidi ya Leeds na venye wamekakaa, nadhani pia ni mechi itakuwa na ushindani. Kwa sababu pia Leeds pia imekaa. Sasa wana tofauti. Kwa sababu Leeds pia hakuna mbali na IPL hakuna kitu wanafanya pia. Yaani wako sawa. Wako tu sawa. So washapatana hao. Lakini kwa haraka wapi Man U kichwa. Manchester United kichwa. Wapi Manchester. Ndio kama mpenzi mtazamaji, kumbuka ziko mechi tofauti pia ikiwemo Nottingham Forest atakuwa anacheza dhidi ya Aston Villa, pia vile vile Sunderland atakuwa anaweza kumwalika mwana Tottenham, bila kusahau Crystal Palace atakuwa anacheza dhidi ya Newcastle United. Burnley atakuwa anaweza kumkaribisha pale mwana Brighton, pia vile vile Brentford atakuwa anacheza dhidi ya Everton. Hizo ndizo mechi ambazo zinaweza kusakatwa pale EPL weekend hii. Tuweze kumalizia tu kwa kitu kimoja Dani. Manake sasa hivi tumesalia na mechi 7 tu kwa Arsenal peke yake, na mechi zikiwa ni 8 kwa upande wa Manchester City. Hii gap wasemaje? Manake naona Man City amekuja na ile finishing power, anasema kwamba yeyote anayekuja sasa hivi lazima apigwe. Anataka anapigwa, hataki anapigwa. Arsenal ni kama ameanza kusuasua. Manake hata juzi amepata ushindi lakini goli moja peke yake. Tena dakika za mwisho. Hii unaiona vipi? Anadhani ni shinikizo tu kwa Arsenal. Arsenal ni shinikizo kwa, na hii kitu ni kitu ambacho imekuwa ikifanyika. Ndio. Hatushtuki sana. Hivi ndio imekuwa ikifanyika tu kwa Arsenal. So hizi points si nyingi. Hizi points ni tuseme kwa sababu mechi ambayo mechi ya kiporo wa City ni Palace. Ndio. Palace timu ambayo inaweza tusema, so in short tuseme tu points game bado 7-7. Points bado 6. Ndio. So City hizo ni mechi mbili. Na kesho zinapungua. So pale kwa Bournemouth mimi kesho zinapungua my brother. Na wewe kaka wewe. Hiyo mark my words. Ukisema sana ukisema ndio. Nitakupinga lakini nitashangaa, lakini sawa. So basi kwa kifupi unasema Arsenal itashinda. Kesho ni sare. Kwa sababu iwapo kesho wa drop points. Kesho hizi beba alama zote 3. Kesho hizi. Basi ligi bro bado iko wazi. Ndio. Kwa sababu iwapo hizi points 6 si nyingi kaka. So iwapo atafanya tu mistake yote
drop kama ni 2 ama zote 3, basi unajua atakuwa anazidi kumpa nguvu kweli City pale chini. Sasa kesho akipiga tuseme apige kama Bournemouth kama 3-2 hivi ama 4-2, yote wa pili ukasema yenyewe hatuwezi fikia. Lakini kesho sasa akidrop points pale, hata City pia anasema tunaweza ile kitu. Tunaweza ile kitu anafanya. Na pia ni kitu ambacho imekuwa kifanyika kwa sababu Arsenal amekuwa akiongoza. Tuseme tu msimu uliopita ndio kidogo, lakini hiyo mitatu ile nyuma. Alikuwa ni hivi tu, anaenda story ni ile mechi ya mwisho alafu anaachilia. Ndio anaachilia. Mechi 2 za mwisho ndio anaachilia. Mechi moja ya mwisho anaachilia. So nasema points ni kidogo sana. Ni 6 tu ama tuseme ndizo ni 9. Na mechi bado 7. Mtadhari sana kwa Arsenal. Tadhari sana kwa Arsenal. Asante sana mwenzangu Daniel Guhu. Kufikia hapo unajua mambo ni mengi sana kule Ulaya, lakini kutokana na wageni tulikuwa nao kutoka pale Mombasa United, basi muda imebidi umeyoyoma sana. Labda tu uchukue sekunde tu chini ya 10 uzungumze na yule shabiki wa sport, yule shabiki ambaye kwamba anakufuatilia kwenye uchambuzi wako wa sport kabla tuweze kumalizia. Mimi nasema shukrani sana Hajar TV channel Startimes pale channel 692 kwa kufanya hizi shughuli hapa 1 2 3. Yaani shughuli mpevu sana kabisa. Otherwise mimi naitwa Daniel Go, na pia mtandao wangu wa kijamii iko wazi kabisa, michezo inachambuliwa pale. Facebook ukisearch Daniel Go utakuwa unanipata pale. Ukiingia TikTok pia Go Hudan 254 utakuwa pia unanipata. Nambari yangu pale ya inbox iko hapo kwa bio tu pale kwenye ukurasa wa Facebook. Nasema pale uchambuzi unafanya. Kila kitu kinafanya. Ukiingia pale tu ukisearch Daniel Go alafu mambo yote yatakuwa yanafanyika pale. Uchambuzi wote unawekwa pale, michezo yote. Vichekesho vingi na vingi kuhusiana na Manchester United zote. Bana, kila kitu kiko pale. Mimi tukutane hapa next Friday kabisa. Na bila shaka utakuwa shahidi usema kwamba Arsenal kwa kweli tupata alama zote. Ni wapi itafanyika basi nitaanza kuheshimu kwa masuala wa utabiri mechi. Inshallah. Mtazamaji, ndio kama hivyo wanasema, hii sana ikizidi sana huwa kule mwisho inakosa kuwa sana tena. Basi asante sana kwa kuweza kutuazima sikio lako, pia vile vile wakati wako na macho yako kutoka pale mwanzo hadi kufikia sasa hivi. Lakini nitakuwa mtovu wa nidhamu kama sitaweza kuwavulia kofia wale waelekezi wangu wote ambao wamehakikisha kwamba mambo haya yanakwenda sawa. Tukianza na kijana mdogo zaidi kwenye hiyo timu ambaye ni kijana Chris, amesha kwamba masuala ya sauti yako sawa, yako shwari kabisa. Vile vile upande wa wapiga picha ambaye wamehakikisha kwamba this setup looks so nice. Huyo ni kijana Hussein, asante sana. Pia vile vile wakiongozwa na director wao kwenye hayo masuala ambaye ni Said Abdi, mwelekezi wetu kwa siku ya leo. Pia vile vile ambaye pia ni shabiki wa Manchester City, huyu huenda atakuwa anaweza kupigwa na Chelsea hii weekend, lakini we never know. Pia vile vile nimpatie shukrani zangu za dhati yule ambaye kwamba amehakikisha kwamba hii setup inakuwa tofauti zaidi kwa kuweza kufanikisha vile vifaa ambavyo ameweza kuvifanikisha, ambaye ni ndugu yangu Taufik Ahmed, asante sana. Pia vile vile upande wa graphics ambaye ni Hussein, ambaye bila shaka ni Yusuf, amehakikisha kwamba mambo yanakwenda shwari tena zaidi. Lakini yule ambaye ametupeleka pale Star Times, yule ambaye ametupeleka pale on air pale Pang, si mwingine bali ni Kenneth Baraka. Asante sana my brother. Nyote basi bila shaka Allah azidi kuwabariki zaidi. Mimi sina la ziada bali kutakia utazamaji mwanana, usikuwa na bugdha mtazamaji. Niite kapteni wako wa kupanda na kushuka pale kiwanjani, nafanya 2-3 pia, usione tu ni hapa peke yake. Pale kiwanjani pia mambo ni matamu zaidi. Niite Abdurrahman Toya. Zidi kufuatilia Al Hajar TV kule mitandaoni na kule kwenye runinga moja kwa moja. Mimi nimesepa mtazamaji, kwa heri. Ni wakati wa michezo, ni wakati wa Al Hajar viwanjani. Kuanzia saa 10:30 jioni, jiunge nasi kwa uhondo wa uchanjao wa spoti wa kiwango cha juu. Siraga Kenya done today and he is going to round it off. No, he took it. Soka using Bukayo Saka across the face of goal, and Trossard off the bench turns it in at the far post. And Arsenal have their equaliser early on in this second half. Riadha. Can the Jamaican do it? Oh, it's so close. Kashane Thompson thinks he has done it by a whisker. Masumbwi na habari motomoto za michezo kutoka kote duniani. Ukiwa nami kapteni wako Abdurrahman Toya, Al Hajar viwanjani iko hapa. Usikose. Al Hajar TV.